Unaweza kuketi kwa nena kwa lugha kwa umeketi. Bless Jimmy, sogea baraka. Nena kwa lugha usinyamaze. Nena kwa lugha, kuna kitu kinataka kutokea. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Sogea hapa, man of God. Bwana asifiwe sana. This is my son. Huyu ni mtoto wangu. Bwana asifiwe sana. My son in the Lord, in the ministry. My son in faith. Na ni mtoto wangu katika huduma. Bwana asifiwe. Na Mungu alimuokoa Bless Jimmy. Unaona alikuwa ni kijana fulani, inawezekana alikuwa akisumbua sana kwa upande wa pili. Maana amechora matatu, amesuka rasta, amefuga rasta. Lakini Yesu hakumbagua pamoja na hizo tatu. Yesu akamuita. Na nilipokutana naye akiwa anamtumikia Mungu, watu wengi walikuwa wanampiga vita kwa sababu ya muonekano wake. Sasa ukimwambia sasa hivi akafute hii tatu, atafanyaje? Ataungua mkono mzima, right? Na haijamzuia kwenda mbinguni. Amen. So nikamwambia, my son, kama vile ulivyompokea Yesu Kristo, enenda hivyo hivyo katika yeye. Bwana asifiwe. So he is my dear son. Na amekuwa akifanya huduma sana kwenye mitandao. Watu wanaofuatilia TikTok wanamjua. Kama hujawahi kumfuatilia, kaandike Bless Jimmy, utaona he is a blessing. Amewa inspire watu wengi, vijana wengi kuja kwa Yesu, anahubiri. Roho Mtakatifu aliniambia leo nimmiminie mafuta ya utumishi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo nitamweka wakfu ili wasimulize nani alikuwekea mikono. Atasema niliwekewa na baba yangu Meja. So ninamwekea mikono na nitammiminia mafuta ya utumishi. Sio mafuta ya upako, wapendwa. Mafuta ya utumishi. Bwana asifiwe sana. Kwa akitoka hapa ataenda kumtumikia Mungu kwa viwango vingine. Kibali kitakuwa kwake. Atapokelewa. Atakuwa na matokeo. Nataka mahali popote anaposimama mapepo yajue kuna mtu amesimama. Wachawi wajue kuna mtu amesimama. Bwana asifiwe sana. Man of God, letea mafuta hapa. Hapo chini ya kiti. Yesu aliniita njoo, raha ziko kwangu. Oh my, kichwa chako ukilaze kifuani mwangu. Nilikwenda kwake sana, nilichoka nikapata kwake raha na furaha tena. Can you sing it? Nilikwenda oh my, kwenda kwake sana, nilichoka Amen.
Kanisa zima, nyanyua mikono yako juu, muombe. Nataka ni muombe sasa. Nimweke wakfu. Asante Yesu kwa ajili ya mtumishi wako. Asante kwa sababu wewe ulimjua tangu misingi ya dunia haijawekwa. Umemchagua. Umeamua apite kwenye njia hii. Umeamua apite kwenye njia hii. Njia hii sio rahisi. Tumetukanwa sana na kukataliwa na kuonekana hatuna maana. Lakini Mungu, wewe ni faraja, hujatuacha. Umekuwa nasi. Na mimi Mungu umenipa neema ya kumwekea mikono ili ukamtumie kuliko ambavyo umeshawahi kumtumia. Ili njia zake zikafunguke, milango ikafunguke. Na mimi Mungu sita kufanya uliloniambia. Kama nilivyopokea, kama ulivyoniita Yesu, kama ulivyonipa, kama nilivyopokea kutoka kwa baba zangu wa kiroho, kama nilivyopokea kutoka kwa mitume, na mimi ninampa mtumishi wako in the name of Jesus. I give it to you now. Ninakuweka wakfu leo na ninakukabidhi huduma ya utumishi kuanzia leo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaomba unipatie mafuta mama. Fungua. Kuanzia sasa ninakuweka wakfu, na kama ninavyomimina mafuta haya ndivyo zitakavyomiminika ishara na maajabu kwenye utumishi wako. You will never be the same. Never 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 the same. Msaidie asumie, msaidie. Tanzania itakupokea. Afrika itakupokea. Milango iliyofunga itakuwa wazi. And you shall never be the same again. Neema yote ya uchumi yote iliyoko juu yangu sasa, ninaiachilia juu yako. You shall never be poor, never be lack. Take it. Amen. Imekuwa, mpigie Yesu makofi. Kama tabasha yako iombe, kama tabasha yako sadaka, weka sadaka ndani yake, iombe. Weka sadaka yako nzuri. Give me the sun. Amen. Simama. Nasikia sauti ya Bwana. Amen. God bless you.